Habari yako ndugu yangu mpenzi ninayekupenda kwa dhati. Ni mimi tena mwalimu wako Daktari Profesa Ibrahim Beatus Nkwela. Naomba tujifunze kitu katika hadithi ya mfalme na pete ya hekima. Hapo zamani za kale kulikuwa na mfalme mwenye busara, lakini alikuwa na tabia ya kushikwa na hisia kali sana. Wakati mwingine alifurahi kupita kiasi, na wakati mwingine alihisi huzuni isiyo na kipimo. Hali hii ilimfanya awe na maamuzi yasiyothabiti. Siku moja aliwaita washauri wake na kuwaambia, ninataka kitu kitakachonisaidia kudhibiti hisia zangu. Nipeni ushauri au kitu ambacho kitaniweka katika hali ya utulivu kila wakati. Washauri wake walishauriana kwa muda mrefu, lakini hawakupata jibu sahihi. Hatimaye mzee mmoja mwenye hekima alikuja na pete ndogo yenye maandishi juu yake. Mfalme alichukua na kusoma maneno hayo. Ilikuwa imeandikwa, hii nayo itapita. Mfalme alitabasamu, lakini hakuona maana kubwa. Hata hivyo, mzee alimwambia, wakati unashangilia, soma maneno hayo. Wakati unahisi huzuni, soma pia maneno hayo, hali kadhalika yatakusaidia. Muda ulipita na mfalme alipokuwa akisherehekea ushindi mkubwa, alikumbuka pete yake na kusoma maneno yale, hili nalo litapita. Hapo alitulia na kukumbuka kuwa faraja yake haipaswi kumfanya ajisahau. Siku nyingine alipoteza vita, yani alizidiwa katika vita na akawa katika huzuni kubwa mno. Aliangalia pete yake na kusoma tena maneno yale, hili nalo litapita. Akatulia, akajua kuwa hata huzuni si ya milele, kuna muda itapita. Kwa muda mfalme alijifunza kuwa na uvumilivu na utulivu katika hali zote, na akawa kiongozi mwenye busara zaidi. Mafunzo kutoka kwa hadithi hii: maisha hubadilika, hakuna hali ya kudumu milele, iwe ni furaha ama huzuni. Usijisahau kwenye raha, wala usikate tamaa kwenye maumivu. Kila jambo lina mwisho wake. Mwanadamu hana chaguo lingine katika maisha zaidi ya kusimama mwenyewe na kusonga mbele. Chaguo la kukata tamaa ni kupoteza muda, kwani hakutakusaidia kitu chochote zaidi kwamba baadaye muda huo unaopoteza kwa kukata tamaa utakuja kudaiwa na hutaweza kulipa aghalabu. Simama, songa mbele. Kila gumu unaloliona ndio kitako cha ngazi ya kupanda kwako. Kanyaga, usonge mbele. Lakini utulivu ni hekima. Kukubali mabadiliko na kudhibiti hisia zako huleta amani ya akili. Mwenyezi Mungu akubariki, na ninakutakia mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia nakutakia mfungo mwema mzuri wa Kwaresima. Mwenyezi Mungu akujalie utulivu na uvumilivu katika mapito na shida zako. Tusiongozwe na hisia, wala pale tunapofurahi tusisahau shida, na pale tunapopitia magumu tusisahau kuna muda tulipokea mazuri yaliyotufurahisha kutoka kwa Mungu. Na kutakia kila laheri. Ni mimi mwalimu wako Daktari Profesa Ibrahim Beatus Nkwela. I love you so much. I love you very much. Thank you and goodbye ndugu zangu.